Imagine Kithure Kindiki alitravel kutoka Nairobi, Kenya kwenda Dodoma, Tanzania kwa sababu ya sherehe ya kuapishwa kwa rais wa Tanzania Samia Suluhu. Lakini wakati Kindiki alifika huko hakupewa hata dakika moja kupeana ile meseji yetu ya Wakenya, hata kama kusema tu asanteni kwa kuchagua Suluhu Lakini alipata tu sekunde moja ya ile wakati yenye Samia alisema tuko na Profesa Kithure Kindiki makamu wa rais kutoka Kenya. Hapo ndio Kindiki alisimama sekunde mbili na akarudi akakaa. Alafu akiwa tu hapo hapo Kindiki akiwa tu hapo hapo, Samia ana accuse wa Kenya ati hao ndio wamekuwa wakichochea maandamano huko Tanzania. Na Kindiki amekaa tu. Just imagine. Kindiki amekaa tu. Hata hawezi amuka pinge. Hata hawezi tetea wa Kenya. Hawezi sema hapana. Wakenya wale wenye mimi najua ni wale Wakenya wenye hao wanaweza sema wao wanasema tu lakini huwa hawatimizi. Ni wale Wakenya wenye wanasukuma wanachochea moto ikianza kuwaka wanarudi nyuma kuona vile inachomeka. Kindiki hakufanya hivyo. So nini Kindiki alikuwa ameenda? I wish ingekuwa Rigijindi alikuwa ameenda huko. I wish Rigijindi angekuwa alienda huko. Si uongo. Angekataza Samia hiyo mchezo. Angeambia usijaribu kuwakisi wa Kenya. So sahi tuseme sahi Uganda watu wakiandamana utasikia wakisema ni wa Kenya. Which means Suluhu ameshindwa, ana suluhu ya kuongoza nchi yake. Anaanza kuaccuse sisi. Ametuita viumbe, ametuita majina gani, lakini bado tu anatuaccuse. Hapana ba. Itabidi sasa kila mtu acheze kwa mlango yake. Samia acheze kwa mlango yake.